And kuna time nilikuwa mdogo nilipelekwa Karatina Keshwero. Nikaenda nikatembelea wale watu huko wetu. After hapo nikarudi Nairobi. My auntie anaishi hapa Kasarani, Kasarani Mweki pale. So after hapo nikarudi nyumbani Matunda. Matunda. Yeah. After kukaa kuna wakati umesema ulienda Karatina? Nimeenda Karatina, nimeenda bado nimeenda Murang'a. Karatina na Murang'a, Karatina ulikuwa unasoma, ulisomea shule, ulienda wapi? Shule nimesomea Matunda. Matunda. Yeah. Uko Kitale. Yeah, uko Saidia Western. Sasa familia yenu ilikuwa labda mlikuwa masonko sana. Ukilelewa mpaka umecheka. Ukilelewa ni nini unaweza kumbuka? Labda kuna watu wengine wanatuambia labda walikuwa wanaenda vibarua. Yeah. Labda wewe unaweza kumbuka nini ukilelewa ukikuwa mdogo? Kitu ya kwanza mimi sijaona na baba yangu. Baba yangu alikufa kama mimi mdogo. Mwenye nimelelewa na yeye ni mama. Alazwe pema peponi. Sasa mama ndio alikuwa anatuonyesha kazi. Alikuwa anafanyia watu kazi ya kuosha manguo. What? Alikuwa anaosha watu manguo na vibarua za mashamba, kwenda kulimia watu at least tupate chakula. Na wakati alifariki kama niko pole. Kama niko class 8, nilikuwa najua ni class 8. Mama sasa akafariki. So ikabidi sikuendelea na shule. Nikaachia hapo masomo. Nikasaidia ndugu yangu. Niko na twins by the way. Anatoshana tu wewe? Yeah, ako hapa tumekuja naye. Si ungemleta hapa angalau tumuone, lakini siku nyingine. So nimeishi kwa maisha ngumu sana. Na nakumbuka siku moja nikienda shule. Nilikuwa naomba Mungu sana, Mungu anisaidie nifike mbali sana. Wakati nimaliza class 8 ndio nilienda sasa kuhustle. Ndio nilianza kuuza masuruari za wasichana. Class 8? Yeah, nilimaliza class 8 nikaenda kuhustle. Sasa pale nyumbani wakati mamako alifariki, umetuelezea kwamba babako alifariki pia. Yeah. Mlibaki na nani kwa nyumba na labda mlizaliwa wangapi? Nilikuwa na sister yangu mkubwa anaitwa Modoni, Grace Modoni. Yeye amekuwa akitusaidia. Wakati mama yangu alifariki. Alikuwa class ngapi sasa mamako akifariki? Nani? Sister yako sasa. Modoni. Sister yangu ni mkubwa sasa. Alikuwa mkubwa sasa, ni first ni hapo that wakati ule alikuwa kiasi, alikuwa umri mgani? Bado tu alikuwa mzima. Alikuwa mzima. Ni mzima, ako na watoto wake, alikuwa ameanzisha maisha yake na familia yake. Pia mzee wake venye alifariki. So yeye alituchukua sisi kama watoto wake. Akaanza kutusaidia, anatuweka na watoto wake, tunaenda shule. Tunakuja pale, tunakula, tunalala pale. Mpaka kuna time ilikuwa inafika time tunamhurumia. Juu ana hustle kwa sisi, alafu anatuweka na watoto wake, anatupea kidogo yenye yani anaamua kujinyima yeye ama ananyima watoto wake saa zingine ile life poa, sisi pia tupate hicho. Yuko bado? Yuko bado. Anatutazama saa hizi. Labda anatutazama labda mwambie tu kitu. Unakumbuka hiyo wakati Muthoni aliwachukua kama watoto wake, akawachukua akajinyima, watoto wake wangekaa na raha. Kuna watu wengine wanafukuza hata ndugu zao. Kweli. Na yeye akawakubali tu kwa nyumba yake. Labda mwambie tu kitu kwa kamera namba 1. Sisi nakushukuru sana, endelea na hiyo roho sana na ndazidi kukusupport. Asante. Sasa class 8 ukamaliza, nikaingia sasa kazi biashara. Sasa mtoto wa class 8 na ni hizo nyakati watu wako chanuka sana. Utaanza wapi? Unajua kitu moja, anashukuru Mungu sana juu Mungu alinipea hiyo akili ya kufanya biashara ili nisaidie familia yetu. Juu niliona pia sister yangu anateseka pia. Yeye pia alikuwa anafanya vibarua, anatengeneza watu nywele ili tupate chakula pia. So nikaona bro yangu ameingia form 1. Nani atasaidia bro yangu amalize form 1? So nikasema acha mimi niende ni hustle. Nikaenda hustle. Ndio nikaanza kuingia biashara. Niliuza kwanza line za simu. After line za simu nikaingia nikauza hizi ma glasses hizi Sasa ni pale Kitale? Nilikuwa nauzia Kisumu. Before 207 clashes. Kisumu sasa ulienda kwa nani? Nilienda tu, kuna mzee alikuwa anaitwa mzee Mambo. Alinichukua sasa alinichukua, alikuwa na lori moja na Nissan. Na hizo Nissan mimi nilikuwa naenda na lori, napanga mzigo usiku. Nilikuwa nalala kama saa 9 usiku na amka kama 5 naenda job. Yeah. Sasa zingine naenda soko na lala huko. So alinichukua pale, akaona niko na bidii. Tulikuwa nafanya kazi naye pamoja. Mzee Mambo pale Kisumu.
Tulienda mambo Kisumu wakati wengi tulikuwa naendanga naye tunafanya kazi mpaka ikafika time akanitrust, akaniachia kazi akarudi nyumbani Matunda. Alikuwa anatoka tu kwa kwetu Matunda. Akarudi Matunda akaniachia kazi, so mimi nilikuwa na control. Naamka kama ni saa 10 ya usiku na hakikisha ama saa 8 ya usiku na hakikisha mzigo imepangwa, saa 6 ama 5 kamili watu wameenda soko. Sasa hizo wewe unalala wewe ulikuwa unalala saa ngapi? Mimi nilikuwa nalala 2 hours hivi. Kama kulala nilikuwa nalala kama tukipanga mzigo hiyo usiku, nilikuwa nalala kama tukitoka soko labda saa 6 usiku, lazima tupange kwanza mzigo kwa lori yenye inaenda kesho. So nilikuwa nalala kama 2 hours kama saa 7 hivi ama saa 10 hivi. Sasa ndoto zako zilikuwa zipi wakati ule? Na naona bado wewe ungali mdogo. Saa zile ulikuwa unaamka ulali, uko unapanga mizigo. Ndoto yako ilikuwa nini, ama ulikuwa unaona maisha yako ulikuwa unatamani nini? Unajua life inakuanga hivi. Ukikuwa mvivu utakuwa mwizi. Na ukikuwa mvivu utaenda place nyingine mbaya. Kweli. So ilibidi mimi nikue hard working ili maisha yangu ikue poa. Nisiende ninyang'anye mtu kitu yake ama nisidanganye mtu. So ilikuwa inafanya mimi niamuke hiyo usiku, afadhali nipange mzigo nipate pesa yangu yenye nimetoa jasho. Kweli. Yeah. Labda saa hizo ulikuwa unapenda muziki bado? Nilikuwa naendanga kwa soko wakati tunatangaza manguo, saa zingine natangaza maybe hizo masuruari na jipata nimeita watu wamekuja. Wasichana walikuwa wanapenda wanakuja wanachukua. Mama walikuwa wanakuja mpaka wazee walikuwa wanajificha nyuma. Maslay siku hizo wanakaribia. So wazee walikuwa wanajificha huko mbali, wananiambia funga 3 na usiambie mtu ni mimi ninunua. Funga 3 na usiambie. Sasa nilikuwa nafunga kisirisiri na mpea kisirisiri. Hizi masuruali sasa. Masuruali ulitoka aje kwa mizigo? Hatukujua vile ulitoka kwa hiyo mizigo. Mizigo ilikuwa hizo masuruali ama zilikuwa mizigo? Ilikuwa bado hiyo, kwa hiyo lori tulikuwa tunafanya biashara mob. Tulikuwa na masuruali na tulikuwa na hizo bado hizo mablanketi, makichungi, makombe, mabirika, mata. Wow. Alikuwa anaziimport. Alikuwa anazilete. Alikuwa anazinunua, tunasema anachukua Kericho. Alafu analeta ama anaenda Kisumu town. Alafu tunaleta sasa, tunaingia kwa ile masoko za ndani. Kama ni pale inaitwa nini Chemilil wapi na wapi. Tulikuwa tunazunguka soko zote. So mlikuwa mnazunguka na hizo panties mkiziuza? Pandi tulikuwa na lori tunaenda. Kama ni soko fulani iko place fulani tunaenda hiyo place na hiyo. Tunaanika. Sasa ilikuwaje pia ulianza biashara yako pia ya mapanties ama? Wakati sasa nilimaliza pale ile ya kuuzia ule mzee blanketi, nikaingia sasa mimi kwa panty serious. Ukaanza kujiletea sasa? Sasa nikaanza kuzichukua zangu, nikaanza kufanya biashara. Ulifanya hiyo biashara kwa muda gani? Nilifanya nilianza tu hivi kidogo, alafu clashes ikaanza ya 207. Vitu zangu zikapotelea hapo sasa. Ukaanza zero? Nikakuwa zero kabisa. Ukafanya nini, ukaelekea wapi tena? Nikarudi home Matunda, nilienda kutafuta kwanza familia yangu. Bro, sister, nione kama wako sawa, nikapata wako sawa. Nikarudi Nairobi, nikaanza mjengo. Sasa mjengo pale Kasarani walinipea kazi, unajua sasa mimi ni mdogo, walinipea kazi ya kubebanga vitu ndogo kuitishwa hivi na hivi, unapewa kama 200 per day. So nikajikaza, nikapata pesa kidogo, nikarudi nyumbani tena nikafungua video ya ilikuwa hiyo wakati huko kwetu wanapenda hizi za kutangazwa za DJ Afro. Nikaenda nikafungua hiyo video. Sasa hizi ukiwa hapa mahali ulikuja hapa mjengo Nairobi, ulikuwa unaishi wapi? Naishi na aunti yangu pale Kasarani. Ulikuwa una save pesa? Nilikuwa na save pesa. Pia alikuwa anani-advise sana juu ni mtu ameokoka sana na ni pastor. Alafu yeye pia ana ile uwezo ya kunisaidia, ile akona pesa ati anaweza sema nisaidie nifanye kitu fulani ama nianzishe biashara. Kweli. Yeah. Hizi nyakati zote papa ulikuwa unapenda musician gani? Na labda bado ulikuwa na ndoto ya kwamba utakuwa musician? Hiyo wakati nilikuwa napenda Owen sana na Jimmy Gate. Na nilikuwa napenda sana juu nilikuwa nasikia song zao sana. Alafu nilikuwa napenda one day nikutane na wao. Ulikuwa lakini hata huku karibu, hata sasa mjengo na kukaribia ni ngumu. Labda niende kwa show nilipe niingie ndani. Jamani. Alafu nikatalie nipige naye picha nimkatalie. Ulishaifanya hivyo? Sijaifanya, hata sikuwaipata time juu. Sasa unajua mjengo ukifikiria maybe uende kwa event ulipe 500 uende uone msanii, inakuwa ngumu. So ulikuwa unawatamani kwa umbali? Afadhali nilikuwa natamani kwa umbali tu. Kuwasikiza tu, maybe nisikize song yao
Hivyo tu. Wacha hawa wa nyumbani, sababu sasa naona siku hizi unafanya makolabo international kama kukunywa maji. Ulikuwa unatamani nani ule wa musician wa mbali? Wa mbali wakati huo sikuwa natamani wote. Nilikuwa kwanza nafikiria tu hapa kwanza. Hata labda huku juu. Hata sikuwa na ndoto huko mbali. Huko ni mbali, tumeenda mbali. Huko tumeenda mbali, mmenianzia mbali. So nilikuwa nafikiria tu hapa kwanza. Hapa nyumbani. Ukarudi ukaweka video. Nikaweka video show. Kulipisha, nikapata pesa, sasa wakati mmoja ndio Maliza Umaskini walikuja home. Na Maliza Umaskini ilianzia home, lakini wakalete tournament pale. Hiyo wakati ndio wakasema bado kuna watu wataenda pale, wale audition ya watu wa kuimba. Ndiko. So venye si tulienda, tulikuwa group. Nilienda pale, hata nilijua sijechukuliwa juu kuna watu wakali sana walikuwa wanaimba. Kweli. Mimi nilikuwa na rap zile za mashambani, kurap hizo. Nikaona aki mimi sijechukuliwa. Aki. Sasa mimi nikarudi kwa video yangu, kwa video show. Kidogo naambiwa, "Hey, rap wimbo gani sasa hapo? Unaweza kumbuka?" Hiyo song ninaikumbuka. Hebu rap kidogo. Nilikuwa na rap ati mengi ningelisema kama muda ungali huko, majira ndio haya. Yaani ile rap za kitambo, ile za mashambani. Zile za ufala. Alafu karudi ukaona haufai kabisa. Yeah, mpaka nilikuwa na rap sana. So ilifika pale mpaka nilikuwa na rap bata za Kikuyu. Tarapu nini yake kwembe umejaribu. Hebu rap kidogo Kikuyu. Wagira rap kidogo. Ni keki. Ridhika nayo. Ni keki girete daimoze shoboke. Shilingi umeitafuta. Nilikuwa najaribu kila kitu. Sasa video ulimaliza lini video hiyo sinema, ndio ukaenda biashara gani tena? Wakati huo sasa venye tulichaguliwa na Maliza Umaskini, bro wangu alikuwa bado anasoma. Nikamwambia sasa itabidi wewe ubaki huku ukiangalia kazi, mimi acha niende Nairobi nifanye muziki. Vile ulichaguliwa sasa, ulipigiwa simu ukiwa wapi? Nilikuwa kwa video bado. Sasa wakasema tumechaguliwa tuende place fulani inaitwa Olivine. Tukaenda pale tukaweka meeting, wakasema siku fulani tunaenda Nairobi. Alafu tunaenda kushoot, tunaenda kufanya audio na mmechukuliwa kama group. The first studio ilikuwa kwa RK. What? Kijana wa mashambani. Kurudi tena Nairobi tena unakuja kwa studio na ulitoka MJ. MJ. Yaani Yesu ni Bwana. Hata kwa Papa Dennis. Dennis Mwagi. Dennis Mwagi, wewe ni wito. Nagiko ni makenaga muno maigwa mundu ni wao. Tugacokia gatho ni ndu guthina mbere na kunyitanira na ithuĩ. Ta imagine mundu akauma Mujengo akendia thuruore cie thiini, agacoka ageka korabo na Mr Flavor na Magai ndakomaga. Papa. Kolabo ya kwanza ulifanya na nani? Kolabo ya kwanza ilikuwa Jimmy Gate. Alafu nikakuja Daddy Owen. Mulipatana aje na Jimmy Gate? Nani alikutafutia? Hiyo wakati kwanza nilikuwa give up na muziki. Nakumbuka. Because nilikuwa naishi Umoja na nilikuwa natoka Umoja mpaka town na mguu kila wakati. Oh my God. So kuna place nilikuwa ndani, bado nilikuwa nenda studio. Nikienda studio napata ni kama nachukiwa. Hizi vitu zote unatuambia ni za ukweli? Za ukweli. Nikitoa mguu hivi watu walikuwa wanatoroka. Hata ulikuwa na record unaisha mood. Juu mguu ilikuwa inanuka. Oh my God. So nilikuwa give up na muziki. Nilikuwa nimesema kama muziki ndio inanipeleka hivi, afadhali niwache. Uliokoka lini? Mimi niliokoka kama niko mdogo, na kumbuka mamangu alitulea kama ndani ya kanisa. So nimekuwa nikiendelea na kanisa, nikakuwa praise and worship kidogo, nikakuwa dancers kwa kanisa. Na hapo ndio nikaona naweza fanya hata mimi muziki wangu. Nikaanza kujiandikia muziki. Maliza Umaskini ilikupeleka mpaka wapi? Maliza Umaskini nilichukua kama mimi mdogo. Nikianza hiyo wakati nilikuwa Matunda. Hiyo wakati nimekuambia kwa video hiyo after election, hiyo after election yenye ilifanyika ya 2007, watu wakapigana sana. Maliza Umaskini wakasema acha wachukue vijana pamoja
ili wasikue wasiingie kwa siasa wapigane, unaona. So mimi nilichukuliwa pale ndani. So wakati nilichukuliwa ndio nilianza muziki pale na wakanipeleka serious mpaka leo. Mpaka leo. Sasa saa zile ulikuwa unaenda studio, unatoka sijui wapi mpaka wapi mguu. Unaenda kwa studio watu wanakuangalia vibaya sababu miguu yanuka, umetembea mpaka uka lose hope. Ulikuwa unatoa pesa wapi ya kwenda kwa studio? Simalizo maskini nilikuwa nasimamia wakati huo. Alafu wakati walikuwa nasimamia, unajua kuna vitu zingine maybe saa zingine huwezi ambia mtu akupe afanye. Saa zingine ulikuwa unajikaza. Unajua mimi sijui. Mimi kitu moja nilijifunza, sikuwa ijua kuambia mtu niko na shida fulani. Nilikuwa nanyamazia. Haya. Tukirudi utanielezea kwamba hizi pesa zote za hizi kolabo zote jamani. Yesu anakupenda, lakini utatuambia ulitoa wapi? Turathi na mbere na kwaraniria na Papa Dennis Mwangi, gaka ni gaitugwiciarira na aratwira atiriri ambirie gukorwo kibarua mujengo kwendia thuruari agithie maguru no Ngai ndagire kumurathima. Na riu ndirenda kuoya thimu na ninjui mwina undu murenda gukorwo mukiaraniria na Mwangi na ukorwo kihura thimu kuhitukira namba iyo imaguru-ini ma TV yaku na nigetha twaranirie na Papa Dennis. Hallelujah. Na tugicokereria Papa, warutire ku mbeca ici ciothe? Ni maundu magai. Wow. Yeah. Maundu magai mariku? The Bible say, yes. Psalms. Plan ya Mungu unaweza, Mungu ako na plan kwa kila mtu. Maybe alipanga plan yako ni siku fulani, plan ya mtu mwingine siku fulani. So mimi aliniplania yangu ikafika. Kweli. Na maybe ule mwenye ako pale nyumbani anaweza fikiria maybe Mungu amenisahau. Ni kweli. Lakini Mungu ako na plan. Hata ndio maana nataka kuambia uzungumze na vijana hapa. Kuna si vijana, hata kuna wazazi. Kuna watu wengi sana. Kuna watu wanaona kwamba wamekosa matumaini. Wameona kama Mungu, kana kwamba Mungu wamewaacha. Wamejaribu vitu mingi, labda zinashindikana, wanarudi pale zero. Labda zungumza na mtu hapa. Labda umpatie matumaini. Usikufe moyo. Mungu ako na plan na wewe. Maisha yako ijefika mwisho. Najua kesho Mungu atakusaidia ukue kama Papa Dennis venye Mungu amemsaidia. Ulilala njaa? Nimelala njaa. Labda ungemkumbusha tu nililala njaa. Nimelala njaa mara mingi. Nimelala, nimekula mboga. Nakumbuka siku moja nikiishi nyumbani. Hiyo wakati mama tulikuwa na mama bado. Alikuwa ametravel alafu ametuacha. Mimi nilikuwa na ndugu yangu na sister yangu. So ilifika point njaa ilituumiza mpaka tukaiba kuku. Tukangoa kuku kichwa. Hata tukuchinja tulingoa kichwa tu. I remember. Sasa hebu tuambie collab hizi zingine hizi za wachana za huku local. International ulianza lini? Na nani mwenye anakupatia hizo contacts? Nashukuru Mungu. Unajua ukiwaka na management kila kitu inakuwa rahisi kwako. Mimi nimewaka na management tangu tuanze malizo maskini. Nimekuwa pale mpatient, nimekuwa nikiongoja. Kuna wengi walikuwa mbele yangu. Lakini mimi nimekuwa nikisubiri time yangu ifike. Sasa kuna mtu, wacha tuchukue simu. Kuna mtu anasema hiyo watch inaweza lipa rent yake. Hello? Hello? Hi, turaria nao kuma mwena uriko? Ndio karibu na Tanzania gani? Na huko Tanzania na watu wala kila. Kabisa. Papa Dennis. Mambo mzee. Niko poa. Uga. Ndio sana. Yeah. Thank you. Niko hapa kuuliza tu. Joria. Hiyo collaboration na Mr. Flavor. Yeah. Unajua Mr. Flavor tunamtambua sana ni yule mse ako juu. Ako juu ya. Does it cost ama how? Ni venye mlipatana hadi na mtu kama Mr. Flavor? Atatuelezea. Ulimuitisha, alikulipisha ama what happened? Atatuelezea. Yeah. Ndio watu wanataka na. Kumbe Kariuki ni wewe Githweri? Ndio. All right. Acha tuchukue simu nyingine. Hello? Thimu icio ndirarega. Gwiciria Githweri kiu kianyu ni kirarehe kisungu mukuti kidogo. Ndukamake urie kiuria nginya na Gikuyu Mwangi ni oe Gikuyu na nie kuigua nie gukorwo ndugatigire kuhura thimu ati tondu hihi ni ukwaria Githweri hura ona Gikuyu Mwangi nie gutwira. Yeah. Papa.
Ati Mr. Flavor ulimpata wapi? Mr. Flavor unajua nimekuwa nikifanya kazi zangu, alafu unajua hii ni plan ya God. Alafu nimekuwa nikifanya kazi, unajua kazi yenye unafanya nzuri inaonekana na watu wengi wanaiona. Wakati moja nimekuwa nikienda Nigeria ku Afrima Award. Nimeenda hizo awards kubwa. So pia wamekuwa kiona kazi yangu, wamekuwa kinifuatilia vizuri, na bado management yangu imekuwa ikinitafutia kazi kama labda kufanya collab na musician wa nje ina kucost kama pesa ngapi ile tu kusema ukweli? Mimi sijui lipa msanii, lakini ni bei kali. Wewe hujailipa? Sijui lipa msanii wote, lakini ni bei kali. Hai wewe utafanya papatika kutohenia we nema nduri wari hamu nema. Umefanya collab na nani? Nimefanya na Chidima, nimefanya na Kore de Bello na Mr. Flavor, na bado zingine zinakuja. Nani anakuunganisha? Management yako ni nani? Malizo maskini. CEO anaitwa Sadat Muhindi. Masharia. Yeah. Ona kana mo gikoyo? Hai doke murehe goko tuone kana idone to githie. Si ungekuja naye. Namlete. Sasa muziki inalipa? Muziki inalipa. Inalipaje? Inalipa vizuri sana wakati unaenda show. Na unakuwa watu wanakuita. Unajua kitu moja, unajua muziki inalipa vizuri. Unajua watu wengi wanafikia maybe muziki lipi, lakini muziki inalipa vizuri. Sasa jamani, wakati unaenda show, unaitwa wapi, sasa wewe show, mtu atakulipa pesa ngapi jamani kukuita kwa show yake? Si labda tuuze mpaka ng'ombe. Hapana, mnaongea na management. Management inapanga, inasema ni pesa ngapi, mtaelewana pale. Kama ni milioni 1, 2. Sasa mtu akikutaka atakupata aje? Atanipata. Ati kama ni milioni? Susikize kwanza. Sikuwa nimesikia vizuri. Kama ni milioni ngapi nyinyi mtaelewana huko. Mimi nitakuja show ni perform. Akibawadhi iko raihu. Neke. Kama ongea bilia nani. Oda ko shigana. Ekatiwa edhibo. Hello. Hello. Oyo. Hallelujah. Gotire dauru. Gotire dauru mwana wito kana atia Sami. Nikwela piyo. Ni baro manake tu ale ni to tamwa tamte kuma o amena wana ikuru. Neguo Sami. Mona pepe ne ikuru tamu kile kama mbega piyo na geto kia gaba ni to ya ni smart mona na o geize mo yesio eta ro papa dele. Papa dele. Mambo. Mambo vipi uko ndani? Uko ndani? Wedeine. Unajua sisi tuko studio hii sasa wewe uko studio kabisa. Tunatazama tukiwa studio hii. Nipende jibu zako ni poa kabisa. Thank you. Wacha nikuongeleshe lugha yenye najua. Thank you. Kone sa jotele kuwa aje uka akolele weke ni kwa wake ni okyo maga wene wake ndio tunege kwa nake kwa ni ndio hali ni so tunege tweli ndio mungu kuyo. Hallelujah. Ekatwe di wiki. Hello. Watakuwa hapa. Malaika. Malaika kuma mai mami yule. Neguo. Wote atikira. Neguo kabisa kuhana atia? Tikuru kwa kesi. Ariana Papa Denise. Papa Denise. Niaje mzito. Poa uga. Sasa mimi sabia langu kwako ni moja tu. Ya uliza. Alafu manangu. Tunakuwa na msanii mmoja anaitwa Joseph Katubide. Na kwa utafiti wangu naona kama Papa Denise ni jina la kama la Kikongo hivi. Na huyu msanii bado anapenda sana kuimba nyimbo zinakaa za Kikongo hivyo. Kweli. Mbona mtafutani mfanye kwa albamu moja safi kabisa? Kweli. Tutafanya. Ndamtafuta. Hata nimesikia ngoma yake moja inaitwa Team Masisi. Kweli. Najua. Nero bro. Nimekutana na River. Amesikia. Si mtafutana muungane mfanye kwa moja safi kabisa. Kwa mwenyewe naona ni poa kabisa. Kabisa. Kego ndwari ke hakuyo gutwara rweku.
Ndio ngende yangu wewe. Eka thie na mbere reke tuwe emwe tu. Hello. Riu ati utafute na Jose Gatutura. Yeah. Anaitwa Thio Kiumaga. Namjua. Nimemuona. Umemwona? Labda kwa kitambo. Nikienda River Road sana nilikutana naye. Akiban Masidi. Wow. Yeah. Labda collab yako unaweza ukiulizwa musician wa Kikuyu mmoja, unaweza fanya collab na nani? Sasa niko na Esther Home tumeimba Kikuyu. Wow. Yeah. Wow. Mnaimba Kikuyu? Lakini bado kuna wengine bado tunafanya collab. Unaweza fanya secular. Song ya secular. Love song. Love song naweza fanya love song za mafunzo zile za kupeleka kwa wedding ama nini. Yeah. Nafanya hizo bado. Ndoto zako ni zipi, papa? Niko na mambo mingi. Nataka Mungu anisaidie sana. Nianze pia mimi kusaidia pia wale wasanii wanakuja. Niwasaidie na niwainue wako kama Papa Dennis. Alafu bado this year niko na media tour. Wow. Na niko bado na launching ya my album. So kuna vitu mob sana zinakuja. Una launch nini? Album yangu next album itaitwa Mayaya album. Mayaya album. Iko na nani na nani ndani? Iko na wasanii wengi ndani. Kama nani wale wengine. Okay. Wale wengine ni surprise. Surprise. Yeah. Ni lini una launch? This year bado tujepanga ni lini, lakini nikipanga nitakuja hapa bado nifanye kitu tena. Sasa kuna do ulipewa. Na wewe ni papa mapesa. Wewe unafaa kuitwa papa mapesa. 14 million. Una plan kufanyia nini hizo do? Gani? Hakuna do ulipewa? Wapi nilipewa na nani? Kushoot. Ile nani ya nje? Nakumbuka nikifanya Wanda nakumbuka Wanda nilipewa nilienda birthday ya Mwarabu. Ya mtoto wa Mwarabu pale nini Dubai. Nikaenda nikaperform ule nini Taikona kanipea pesa mingi. Ilikuwa kanisimamia nini Wanda. Pesa ngapi? Kwa tu pesa mingi sana. We sema, we tiga gutu. Riu ukire gutumireria nduratwira waheirwo pesa cigana tuone ka ithuĩ no tuheo. Mtapewa pia nyinyi. Milioni ngapi? Ilikuwa kama 20. Yeah. I give up. Sasa wewe ni international sasa. Wewe sasa enda ukiendanga. Turudi nashukuru. Kuna wimbo yako inaitwa Nashukuru. Nashukuru Unaweza imba tu kidogo. Nashukuru nashukuru ningekuwa wapi mimi. Yeah. Hiyo ni wimbo ya kushukuru tu. Ni ya kushukuru Mungu. Unajua hii song niliandika kwa studio. Hata sikuwa na plan yote. Nilienda studio tulikuwa na plan ya song nyingine. Sasa kitu ikanikujia unaamka asubuhi maybe Mungu amekubariki, umepata chakula, alafu unapata au mshukuru bado Mungu. Alafu unapata ule mtu mwenye ajepata bado anashukuru Mungu, anaambia Mungu asante. Hata kama sijepata leo najua kesho utanisaidia. Kweli. Na ikafanya nikaandika song. Ni nini unaogopa sana? Kumkosea mtu na kumkosea Mungu. Hiyo tu ndio unaogopa sana. Sana. Umeoa? Bado. Unangoja? Sije plan bado. Uta plan lini? Ndawaambia ile siku nda plan, lakini sasa nafanya muziki kwanza. Yeah. Uko na girlfriend? No. You're not auoni mtu yote hauna girlfriend? Sijaona mtu yote bado. Ushaiona mmoja ukatamani? Unajua something travel sana so hata mambo ya macho kuangalia ni ngumu kuangalia. Unakula kwa macho. Sikuli pale. Naangalia tu. Neno la mwisho tukimalizia papa. Nashukuru sana wenye wamenisupport. Thank you. And ndarudi tena siku nyingine. Kweli tumekukaribisha. Asante sana. Yeah. Asante, Mungu akubariki kwa Amen. Kuna watu wengi sana wametoka mbali sana na hawataki kuja kusema, wanataka tu wajue ati walifika huko. Hawataki kuongea zile story walipitia kama kutembea mguu, kunuka mguu mpaka studio, kuna mtu anakukaribisha, lakini tumenyenyekea sana, tumeshukuru sana. Amen. Na Ngai akurathime muno papa. Thank you.